Na nyumba nani alikuwa analipa ukiwa hospitali? Watoto walikuwa wanaishi hivyo. Landlady alikuwa anaishi kunipigia simu akiniambia Ukiwa kitanda. Tafuta watu wako wakuja wachukue watoto, kama si hivyo ndio atupa nje. Pole mama, pole mama. Pole pole pole. Pole. Pole pole. Siku ile nilitoka. Noti alinipigia simu. Landlady. Nilipotoka hospitali, baada ya siku 2 mama akanipigia simu. Akaniambia anataka pesa yake ya rent ya nyumba hiyo miezi 6. Nikamwambia nimejua mam, na ni asante hata wewe kwa kunivumilia. Sasa nikamwambia si ukuje mamu hata unione. Kuja mamangu haki hata unione. Akaniambia nitakuja na nitakuja kesho, usiponipea mabati uniondokee kwa nyumba. Pesa. Usiponipea pesa uniondokee kwa nyumba. Nikamwambia mamu wewe kuja tu. Akakuja. Sasa alipokuja akaniuliza kumeendaje, umeweza kulipa ile bili ya hospitali ya 1250 na umeshindwa mpaka hata kulipa rent yangu ya nyumba. Nikamwambia mama, mimi hata ungekuja tu kabisa unisikize. Mimi hata hakuna nduru ya mbenye nimelipa. Na hata mimi mwenyewe bado sijapona, bado narudi huko niende nikafanyia operation ya pili kwa sababu nilipatikana nikiwa na kansa. Sasa wewe ungekuja unisikize, tuone vile pesa zako zitalipwa. Hata nikikufa leo pesa yako italipwa. Na hata watu wangu wasipolipa, kuna vile Mungu atakulipa. Huyo mama aliniambia wacha nikuonyeshe vile hizo pesa zitalipwa. Aliambia mtu wake panda juu ya paa, ng'oa hiyo mabati. Nikang'olewa mabati. Sasa hiyo nang'olewa mabati hata sina nguvu. Sina hata kitu ya kukula. Sasa watu walikuwa wanatoka huko wanapita wananichungulia. Watu wanaongea. Ndio kiateka kurudi jioni akapata nimelala, mvua ndio imefika na nyumba haina mabati. Akaenda kwake akajaribu kumuongelesha. Alipomuongelesha akamwambia basi mimi ndo nitalipia huyu mama rent ya hiyo miezi zote. Hebu rudisha mabati kwa hiyo nyumba tafadhali. Huyo mama ametoka hosi na hata mimi nimekuzwa. Landlady alichukua mabati akapea kiateka. Kiateka akakuja akarudisha hiyo mabati. Sasa aliporudisha mabati, jioni mtoto alipotoka shuleni nikamwambia tufanyaje. Mimi nimeamua tuuze kila kitu katika hii nyumba. Kwa sababu mimi hata nimerudi katika Biblia. Nikaangalia vile Ayubu aliteseka. Ayubu aliteseka mpaka ikafika wakati bibi yake akamwambia si utusi huyo Mungu wako alafu ukufe. Lakini kwa sababu Ayubu alikuwa anapenda Mungu, hata baada ya kunyang'anywa mali yake yote, Mungu alirudi akamrudishia mali yake yote. Na akamrudishia mpaka maisha yake. Sasa mimi nimeamua hata mimi niuze hizi vitu. Niuze kabisa nirudi chini. La Mungu ataniinua kutoka pale chini. Mimi niko na imani. Mtoto akaniambia utafanya nini mama kweli? Kweli nilitafuta mtu nikauza kitanda, nikauza gas, nikauza TV, niliuza vitu kwa nyumba nikapata shilingi 10,000. Nikaitania huyo mama, nikamwambia mamangu, chukua shilingi 10,000. Hii 4,000 kwa sababu hii mwezi bado ikiisha utakuwa unanidai 4,000. Nitatafuta tu nikupe. Nimetaka tu nipunguze hiyo deni. Hii pesa ingine bado Mungu atalete. Na kabla niende hosi, nitajaribu vile ninaweza nikulipe. Na raundi hii nikirudi hosi sioni kama nitakaa huko. Huyo mama aliniambia sikiza, pesa nimechukua, lakini nakupea 1 week. Huo umeniondokea kwa plot yangu. Ilibidi sasa nikae chini nikuwe tena wazimu. Nitaanzia wapi? Mimi mwenyewe ni mgonjwa. Kinonda haijapona. Ndio inafukuzwa. Ilibidi nitafute mwenzangu mwenye tulikuwa tunauza naye kwa soko. Nimuelezee mashida zangu. Akaniambia chukua mtu wa boda akulete polepole hapa kwa soko. Kuna mtu mwenye nataka kuongelesha tuone kama atakusaidia. Yenyewe nilipokuja akaniitania kwa huyo mtu. Soko hii ya Tao. Soko hii ya Tao Kulima Market. Huyo jamaa anaitwa Baba John.
Akaita mtu wa Silok wa kuuza pesa, akamwambia kiwanja ya huyu mama ndio hii, mpe tu shilingi 5,000, hata sitaki 15. Nimejua huyu mama akiwa mzima atakulipa. Ili huyu mama aenda ahame kwenye yako, hana hata amani, na ndiye ametoka usi. Huyo jamaa alisikia, akanipea 5,000. Ikabidi niende nitafute nyumba, nihame nitoke hapo. Kwenye nilienda kuhama, nilihamia nyumba ya shilingi 3,000. Nikapeana hii 5,000. Nilisema tu acha nipeane hii 5,000 juu pale soko wamama walikuwa wamenichangia chakula yenye nirudi naye kwa nyumba. Sasa nikawa niko hapo kwa hiyo nyumba, lakini nikaanza kuuliza Mungu, nitateseka mpaka lini? Mungu ukinirudishia tu uhai wangu, nimejua hii ingine bado utaendelea kuniongezea. Ya kwamba ukweli ni wakati wenye nilianza kupona, hiyo kinonda ilianza kupona, sasa ninaweza tembea, ninaweza inama, although siwezi fanya kazi ngumu kwa sababu ya mgongo na hiyo tumbo. Kama ni kufua, hata nikienda kufulia mtu nafulia kwa stool, vyombo naoshea kwa stool, siwezi inama na bado ninaumwa. Hata hiyo bleeding haikurudi kuisha, hata baada ya kutoka hospitali niliendelea kubleed. Ikawa sasa tena ndio imekuwa mbaya sana. Nimebleed mpaka narudishwa hosi. Nikirudishwa hosi, wanataka niongezewe damu. Damu sina hata mtu wa kunichangia hiyo damu. Kuna tu mama mmoja tu alikuja kwa wodi kutembelea rafiki yake. Akanipata hata nikiamka siwezi. Akaniuliza, mama, ni nini ampenye ninaona kabisa umedhoofika? Kwani unagonjeka aje? Nikampea story. Akasema, damu, wacha niende nikutumanishie watu wawili. Niko na brother zangu wawili na walikuwa wanasema wanataka kutoa damu. Sasa hata ni Mungu ni mzuri. Wacha wakuje watoe, nipe details zako. Nikapeana, wakakuja wakanitolea hizo pint 2. Na nilikuwa nimeandikiwa pint 7. Sasa hata hizi 7 penye zilitoka mimi sijui. Lakini nilikuwa tu naona naekewa damu. Nikaambiwa tena nirudi nje, nipumzike, tena ndio niende nikabukiwa mwezi wa 4, sasa niende major operation. Hii mwaka. Yenyewe nilitoka nje, sasa huku nje ninajitahidi. Niende nifulie mtu hiyo 200. Hiyo 200 nitupe mahali 100 tukule. 200 nitupe mahali, sasa hiyo ni pesa rent yenye nilikuwa ninachunga juu watoto wasiteseke tena. Rent natupa 100 mahali, hii 100 tukule. Ikawa sasa hiyo mwezi ya kurudi osi imefika. Nikajiuliza sasa ni nini ingine ambayo imebaki. Nilikuwa na nguo, nilikuwa nimeshonesha nguo za vitenge. Nikazitoa zote, hata leso nilikuwa nimenunua nikaanza kuuza. Nikauza, nikapata pesa ya kwenda operation. Hapa medical. Ya kwenda kulipa theater. Theater walitaka pesa ngapi? Walikuwa wanataka 9,600. Haya, wakaniambia sasa na nikitoka, juu nilikuja kwanza niwaulize naweza kuja na pesa ngapi. Wakaniambia sasa ukikuja kwa sababu muda yenye tulikupea ni mchache na tunaona masiku zako zimefika, beba kitu kama 30,000. 30. Walitaka ngapi? Waliniambia nibebe kitu kama 30,000. But ilikuanga ngapi ilitakana? Kwanza 9,600 hizo zinakuanga za theater. Hizo hata wameandika ukienda ni hizo. Hizo hata zinange tu utasema Lakini kwa sababu ya kulala pale na matibabu na nini, nikaambiwa kama ni pesa kidogo kuja tuna 30 hatujui. Sasa nikasema ni sawa, wacha nitoke. Nilikuja nje, nikauza hizo manguo zangu, nikapata 10,000. Kupata 10,000, sasa siku hiyo ninafaa nikuje hapa medical nipewe bed. Naye asubuhi napigiwa simu, mtoto wangu ni mgonjwa, amepeleka mass mission. Na saa hiyo mwenye anamfuata anafaa aende afanye mtihani wa class 8. Sasa nikajiuliza mimi ni nani sasa? Hapa ni nini ambaye najaribu kuona? Nikasema mimi sitaangalia watoto. Wacha mimi nitoke nikuje. Hakika nilikuja na hiyo shilingi 9,100 yenye ilinitoa kwa nyumba kama fare. Nikafika. Kufika nimechanganyikiwa, hata sijui kama ni kadi wanakata 100. Nilichukua hizi pesa, nikaweka kwa simu, nikalipa. Nikawa niko na receipt. Sasa receipt niko nayo, but pesa ya kukata hii receipt ndio niende nipewe bed sina. Nilikaa hapa medical kutoka saa 4, kutoka 6 mpaka saa 4 usiku.
Mama mwingine akaniuliza, mama umekaa na umenyamaza, unawaza nini? Umekuja kuona mgonjwa, we mwenyewe mgonjwa? Nikamwambia mimi nafaa leo niende nipewe kitanda, kesho nienda theater. But 100 ya kwenda kukata hiyo risiti sina. Mbele ya Mungu sina. Nikiwa nimemuogopa Mungu sina. Sawa, pesa nimekuwa nayo shilingi 9,600, but hizi pesa ndo zenye nimeenda kukata risiti ya theater. Sasa mimi nimekaa tu, hiyo nyingine nimeongojea Mungu. Akaniambia wacha nikulipie. Huyo mama akanipea 100, nikakata risiti, nikaenda nikaonyeshana faili yangu, ikatolewa, nikapelekwa paka huko juu Margaret Kenyatta ODD Gyno ward. Nilipofika huko nikapewa bed. Nimelala kwa hiyo kitanda, lakini akili yangu haijatulia. Juu watoto nimewacha wakiwa wagonjwa. Sasa sijui ni nini ingine ambaye nitafanya. Sina mtu wa kuambia, sina hata mtu wa kuelezea hakika Mungu wangu. Ni nini ambaye yenye najaribu kuona katika maisha yangu. Yenyewe daktari alipokuja akaniambia, umejua umechelewa. Ulikuwa supposed to ingia hapa saa 5 asubuhi. Tukutayarishe, alafu ndio asubuhi uamkie theater. Sasa wewe utaenda next week. Niliambia daktari, wacha kwende vile kutaenda. Mimi hata akili yangu haifanyi kazi. Yenyewe nilikaa wiki moja. Hiyo wiki sasa, the following week nikawa sasa wanakuja kuniongelesha, wananiambia vile nitaenda operation, kenye ninaenda kufanyiwa. Nilikuwa naambiwa nienda kutolewa hiyo nyungu ya mtoto kwa sababu ndio ilikuwa imechomeka. Nikasema ni sawa tu, mimi kila kitu nimekubali. Sasa hata stories za nyumbani sitaki. Simu nilifunga. Niliambia watoto simu yangu imeharibika, sasa nyinyi kaeni tu. Sasa mtoto pia akikuja anaambiwa hamtaingia kwa sababu ya COVID. Hakuna mwenye anaingia hapa kwenda kuona mgonjwa wake, na hiyo wodi iko na watu wenye wako wiki. Wewe rudi nyumbani. Kama kuna shida tutakupigia simu, but wewe rudi nyumbani. Mwenyewe nilikuja nikapeleka paka theater, nikatolewa hiyo nyungu ya mtoto. Kumbe nikiwa hapa kwa wodi, kijana wangu alikuwa ameenda rehearsal. Class 8. Class 8. Akiwa anatoka, akienda rehearsal hakukuwa hata na seti. Hakukuwa hata na seti. Hajui seti atatoa wapi. Mama mwenye angeelezea hayuko.